nitaondoka kijijini kununua pikipiki. Nikipata tu nitaendesha huko pindi ikifaa juu. Kwa hela gani hizo? Viatu zenyewe hizi zimejaa mashimo huko, huwezi hata kanunua vipya. Wewe mcheke tu, lakini jana siku nilisikia hadithi. Kuna zile imezika karibu na mto, dhahabu walioacha wachuuzi wa zamani. Kweli kaka, dhahabu kama hadithi bibi yangu niambia. Hadithi zako zitatumaliza kweli? Hakuna dhahabu kule, ni samaki na matope tu. Je, kama Abateza na ukweli, tutafute kesho alfajiri. Tukipata kitu tugawane sawa sawa. Sawa sawa. Hapana, atakayepata kwanza ndiye atakayechukua sehemu kubwa. Na je, ni kama mizimu ya mto inailinda? Ndio maana vijana tunafaa kuwa jasiri. Wavulana wa kijiji lazima wadhibitishe uhodari wao. Ujasiri si kufuata kifuli. Kama ni kuamka asubuhi, iwe ni kusaidia wazazi wetu, iwe ni kuchota maji, si kuchimba azima za kufikiria. Hapana, tupatane asubuhi tuchimbe. Ndio hapa kidogo naonekana tofauti. Ukipata dhahabu nitanunua nyafadi kijiji mzima. Labda badala ya kuchimbua tuwalie samaki tu. Aya. Hazina kweli, hazina ya jikoni. Ona sasa, hakuna dhahabu, lakini tumepata kasuku, tuitumie kunywa maji leo.
labda hazina ya kweli ni hii kasuku. Sawa sawa, mara nyingine itapunguza hadithi. Usitoa ahadi usio na uwezo wa kuitimiza. Jali kuhusu dhahabu tena. Hivi ndivyo bora zaidi. Hivyo ndivyo kulivyo. Dhahabu hakuna, ila udugu wa kweli tunao. Tunataka samaki ndio inaweza kusaidia sisi na familia zetu. Samaki tena. Labda Giza anatimiza ndoto zake. Samaki mkubwa ule!